Baba, nina swali lingine. Okay. Ni kwa nini kwenye vikundi vya uimbaji especially makanisani vinakuwaga na changamoto na mikwaruzano? Unaweza kusema ya Unajua, miongoni mwa huduma ambazo ni ngumu pamoja na uimbaji, na naomba tu, na kitu ambacho kinachokuja kuleta shida, uimbaji sio huduma, sio. However, sasa hizi watu wanajaribu kuimarinate ionekane kama vile ni huduma. Uimbaji ni gift, ni talent and gift. Ndio maana unaweza kumwona Nandi ameimba nikumbushe wema wako. However, Nandi, she loves God, but siwezi kujaji ya kwamba she's born again or not, but according to what she's doing, tunaweza tukasema kwamba tunamchukulia kwenye picha she's a secular singer, umeelewa? Lakini ana uwezo wa kuimba nini? Gospel, kwa sababu uimbaji ni kipawa, sio huduma. Sasa hii inaweza ikawapa watu shida. Mtu anasema kwamba unajua, tupo katika huduma ya uimbaji. Tuna huduma kuu ngapi? 5. Huduma ya kwanza ni prophetic, apostolic, pastoral, teachers and uinjilisti. Hizi ni 5-fold ministry. Hatuna uimbaji pale katikati. Uimbaji ni kipawa, is a gift. Na Mungu akikupa kitu huwa akunyang'anyi, it depend unataka ukitumiaje. Unajua, ndio maana ni rahisi sana mtu kuwa mwimbaji bila kuwa na character ya utumishi, lakini mwimbaji mzuri sana makanisani kwetu tunajua kuna watu ambao wanabariki wakishika microphone, unasikia wow, what amazing praise, lakini that man is not matured katika eneo la nini, la character. Na kipawa kisipotengenezewa tabia huwa kinamharibu mmiliki wa hiyo gift. Kwa hiyo waimbaji wengi wanakuwepo kwenye vikundi vya uimbaji, kwenye kwaya, kwenye praise na vikundi vingine vyote ambavyo vinajumuika kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kumwimbia Mungu, wana changamoto kwa sababu most of them they are gifted not matured. They are gifted but not matured. Kinachosababisha watu wakakaa sehemu moja bila kuwa na migogoro ni maturity, not gift. So gift ni kitu kizuri, lakini kikiwa hakijatengenezewa tabia akiwezi kuleta amani. Kinaletaga mashindano, kinaletaga migogoro, kinaletaga a lot of stuff about that. Lakini pia huenda mbali zaidi kwa sababu ni kipawa. Ndio maana unaweza ukajaribu kuimba mtumishi ukashindwa, kwa sababu ni kipawa. Ila tukisema kuomba, kila mtu anaweza akafanyaje? Tukisema kuhubiri pia sio kila mtu anaweza akahubiri. Kwa sababu gani? Mbali na kwamba ni kipawa, lakini lazima iwe ni huduma. Uwezo ukamtumikia Mungu kwa kipawa, kwa sababu kuna wakati utafeli. Kuna mahali kipawa akiwezi kuingia mpaka huduma yako imeweza kutokea hivyo, na kuna mahali huduma haiwezi katokea mpaka kipawa kimefanyaje, kimetokea. Si kama naongea na watu, vinakamilishana na ndio maana vinahitajiana. Sasa hatuna huduma ya uimbaji, hatuna huduma ya nini, ya uimbaji. Wanaweza wakainuka wakapinga wakasema to and from, but hatuna huduma ya uimbaji. If we really read Bible, we don't have ministry of singers, ila tuna watu wenye vipawa wanaomtumikia Mungu kwa vipawa vyao. Na ndio maana ni rahisi sana kuja kuchanganya hivi vitu, ukachanganya kipawa na ukazania ni huduma, na ukajikuta unafanya vya huduma na sio vya kipawa, na mwisho wa siku madhara ya kutumika kwenye eneo ambalo sio sahihi. Ni sawa na nati ya saizi 12 ukaifunga kwenye saizi 15, inapwaya, kuna mahali inapwaya. Lakini pia ikiwa ni tundu dogo ukafunga oversize, kitakachotokea ni italika kwa namna fulani ili iweze kufiti pale. Na ndio madhara ambayo watu wanakuja kuyapata katika utumishi wa Mungu, ni kumtumikia Mungu kwenye eneo ambalo they are not called for. Kutokana na maelezo haya, ndio
inanipa kuona kwamba kanisa ama ministry ambazo hivi vikundi vinakuwa vinafanya kazi chini yake, ndio vinalo jukumu ya kufanya assessment and monitoring and tutoring ili kuhakikisha kwamba hawa vijana wa vikundi vya uimbaji. Yes, kwa sababu changamoto ni moja pia. Nadhani kwenye last clip niliweza kuzungumza, these people, some of them, not all, huwa hawapo tayari kuwa submissive. Any growth it depend with the source. Uwezi ukakuwa mbali na chanzo ambacho ulipo. Sasa unajua, leo yupo hapa, kipawa kimeshajulikana, kimeshapokelewa na watu. Leo yupo kanisa hili, kesho yupo kanisa lile, kesho yupo kanisa. Nafuatilia vizuri kwenye yale makanisa tuliotoka, wakati wa kuimba watu toka nje. Ndio wakati wa mahubiri watu toka nje. Yaani wanasubiri paka mahubiri yameisha, wanasikia sasa haya kwaya fulani ije imbe kwenye matoleo, ndio unaona wamerudi tena, wamejipanga step kwa ajili ya kufanyaje, ya kuimba. Muda wote wa mahubiri hawapo, hawana muda wa kusoma neno, hawana muda wa kuwa chini ya malezi, wakaonywa, wakakemewa juu ya tabia fulani. Ukimkemea leo, amehama kwa sababu ana kipawa kizuri, anaenda kanisa jingine, ataimba kule, utampokea, ataukumbuka wewe. Kwa hiyo madhara yake ni kwamba wanajikuta wametumia muda mrefu sana ambao hawana cha kumwambia Mungu ya kwamba tulifanya hichi na tumefikisha hapa, kwa sababu hawajampa nafasi ya kuamua kwenye wito wao. Just because a person can think, haimaanishi ya kwamba ameitwa, haimaanishi ya kwamba amefanyaje, ameitwa. Ushauri wangu, na kama kweli una kiu ya kumtumikia Mungu, sio kutumikia. Unajua, the biggest problem we have, we can go to church thinking that we are serving God while we are not. And remember this, you can serve God in your mind, but in reality you are serving mammon. So most of singers and na hao ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, ana uwezo wa kwenda popote just because of what has prepared for him. Sasa hakuna madhara makubwa kama kutumikia madhabahu ambayo sio nini, sio sahihi. Watu wengi wamezika huduma zao kwa kupata mialiko mahali ambako sio nini, sio sahihi. Not every church that have been named a church is a church that serve God. Hiyo ni muhimu sana, lakini they can invite any music singer aende pale akaimbe, na akienda pale, chochote watakachokupa kina uwezo wa kwenda kuparalyze kitu chako cha ndani. Sasa ushauri wangu, you must be very keen kuchagua sehemu ipi ya kwenda kukua na kukulia pale. Hata kama unapata mialiko sehemu zingine tofauti, ni muhimu ukachagua kanisa moja ambalo ndio kanisa lako la nyumbani. Number 1. Number 2, be open to your father. Kuwa muwazi kwa mtu ambao umeamua na ndani yako umesikia kwamba this man is my father. Be open to him. Kuwa muwazi kwake, mueleze wapi unakwama, mueleze wapi changamoto yako, hata zile ambazo ni za siri. But imani kwamba most of them they fake perfection. There is no man who is perfect. There is no man who is perfect. You just submit your weakness, kwa sababu kwenye haya maisha tunategemeana. Kuna wakati ambako unasema asa mimi nitaje kumwambia bwana, mimi siwezi kumwambia, atanionaje? Atakuonaje? Mungu tayari anakuona. Lakini ukimwambia, you kill the power of sin that tormented you. Unaiua ile nguvu ya dhambi ambayo inakutesa. Kwa nini? Kwa siri. Kwa hiyo ni kuwa na baba ambaye una uwezo kwa, na akikwambia don't, akikwambia go, you go. Most of them ukiwaambia don't, ameshanuna. Na wengine mpaka wachungaji wanajua ya kwamba hawa tupasi kumwambia, tukimwambia atahama kanisa. Kwa hiyo mchungaji mwenyewe unamkuta mchungaji mwenyewe anakuogopa. Sasa unawezaje ukaa na mtu anayekuogopa? You must find a person anaweza akakuchana ukweli afu ukaumia, afu baadaye ukajirekebisha. After sometimes you'll be better, na tutauona utumishi wako miaka na miaka hivyo. Thank you.